Rafiki yangu, shalom. Habari za jioni. Mungu akubariki sana. Ninao ujumbe kwa ajili yako. Yawezekana katika maisha yako kuna vitu vyako kwa macho vinaonekana vizuri, lakini mwisho wa siku havizai matunda. Yawezekana ni kweli una elimu nzuri, lakini mwisho wa siku hauna kazi. Vyeti vyako umeviweka ndani, umepata GPA nzuri. Yawezekana una watoto umewasomesha na wengine wanayo kazi nzuri, lakini wengi ni walevi, wengine ni mashoga. Bwana Yesu asifiwe. Ninayo habari njema jioni ya leo. Ukisoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili, ile sura ya 2 mstari wa 19 mpaka 22, mtumishi wa Bwana Elisha anafika Yeriko. Kwa macho alipoutazama mji wa Yeriko ulionekana mzuri. Wale wenyeji wakamwambia, Bwana, kweli huu mji unaonekana mzuri kwa macho, lakini ukizaa unazaa mapooza. Ndipo Elisha akawaambia, naombeni mlete chombo pamoja na chumvi. Akaenda kwenye chanzo cha maji, akatia ile chumvi, mara ile ardhi ikawa imefunguliwa. Na wewe kwa jina la Yesu Kristo, tamka kwenye vyeti vyako, shika vyeti vyako, mwambie Bwana, ulinisomesha, nikasoma, nikamaliza, nikaperform vizuri. Baba, nakataa hivi vyeti vyangu kuwa mapooza, nakataa utasa kwa jina la Yesu Kristo. Yawezekana unao watoto wako umewasomesha, lakini ni kama hawajasoma. Mwambie Bwana, natamka uponyaji sawasawa na neno la Bwana, kwa sababu ukisoma Biblia inasema ule mstari wa 22 anasema, basi asema hivi, nimeyaponya maji haya, hapana tena mauti wala utasa. Mwambie Bwana, na mimi natamka uponyaji kwa tumbo langu, kila mtoto aliyepita kwenye tumbo langu, na kataa mapooza na utasa. Biashara yako inayoonekana ni nzuri kwa macho, watu wanazani una biashara, lakini mwisho wa siku hakuna faida. Mwambie Bwana, kuanzia leo natamka uponyaji sawasawa na neno lako, na kataa mapooza na kataa utasa kwenye biashara yangu. Kama ni shamba lako linaonekana ni shamba zuri, lakini ukilima mavuno ni machache, mwambie Bwana, natamka kwa jina la Yesu, kama vile Bwana ishivyo, na kataa mapooza na utasa kwenye shamba langu. Mahali popote pale palipo na shida, tamka neno hili sawasawa na neno la Bwana, na Mungu anakwenda kupafungua mahali hapo. Unakwenda kushuhudia miujiza, unaenda kushuhudia matendo makuu. Shalom. Mungu akubariki sana. Usisahau kusubscribe. Tukutane wakati mwingine tena.